kuna mahali ama kuna madhabahu ambapo katika ulimwengu wa roho Mungu ameanoint ile madhabahu au amemwanoint yule mtumishi wa Bwana, lakini amemwanoint ni kwenye kitu gani? Inawezekana amempaka mafuta kwa ajili ya kushughulikia kijiji, wilaya, tarafa, kitongoji. Haleluya, haleluya. Na mipaka yake wakati mwingine inaruhusiwa kushughulikia madhabahu za nyumba 10, mtaa au kijiji. Kwa hiyo anapokuja kukutana na wewe ambaye katika ulimwengu wa roho madhabahu ya familia imewekwa wakfu, majini, wachawi, mapepo yamewekwa wakfu, ambapo yamewekwa kitaifa, yamewekwa international. Manake yanapokutana na mtu katika ulimwengu wa roho ambaye amepewa kijiji, unaachilia sadaka na kuna vitu vitakuwa vimesimama. Kwa nini? Madhabahu zina uwezo wa kushughulikia misingi sawa sawa na vile ambavyo huyu mtu amewekwa katika ulimwengu wa roho na Mungu amemwamini kwenye nini. Kwa hiyo tunapozungumzia hili neno, manake katika ulimwengu wa roho kuna mama anapita kwenye mateso makubwa, anapita kwenye maumivu, anapita kwenye magonjwa, anapita kwenye maumivu ya kutokuzaa, maumivu ya kutokuolewa, maumivu ya kutokutengeneza madhabahu iliyo hai katika ulimwengu wa roho. Manake huyu mtu lazima pigike. Unajiuliza, kwa nini nimenunua gari lakini nimepata shida, inaharibika, nimejenga nyumba sina fedha tena? Kuna madhabahu ambazo zinatengenezwa katika ulimwengu wa roho na zina uhalali wa kuvunja ndoa, zina uhalali wa kupoteza kazi ya mtu, na zina uhalali wa kushughulikia usizae, usiwe na watoto, usidumu kwenye ndoa, uanze biashara usifike mwisho, ugombane na bosi wako, umchukie akuchukie, mchukiane. Kwenye ndoa umchukie mama mkwe au mama mkwe akuchukie, uchukiwe na mawifi au na mashemeji. Sasa unaanza kujiuliza, mbona sijafanya kosa na hii familia inanichukia? Mbona sijagombana na mtu? Mbona maneno yangu nimezungumza mazuri lakini nimekutwa na hili? Nataka nikwambie, hiyo madhabahu inayotembea kwenye hiyo familia ndiyo inaamua. Ndio maana ukiolewa mahali au ukioa mahali, jifunze kuwa mtu wa kumtolea Mungu sadaka. Sadaka unayotoa inaleta majibu ya kushughulikia aina ya madhabahu ambayo umeingia. Bwana asifiwe sana. Kuna madhabahu ukiingia ulimwengu wa roho zimewekwa wakfu kwa ajili ya kupigana na maisha yako. Ziko madhabahu ambazo zimewekwa kwenye upande wa wanyama. Nataka nizungumzie kitu. Unaweza kama unaishi nyumbani kwako, kila unapoishi unakuta kuna mijusi mingi sana, unakuta kuna jongoo wengi sana, unakuta kuna konokono wengi sana, unakuta mara kwa mara unapishana na nyoka, unakuta mara kwa mara unapishana na konokono, ama unapishana na sauti ambazo unazisikia lakini hujui sauti za nini, au unaota ndoto katika ulimwengu wa roho. Unalishwa vyakula, maana kunaingizwa kwenye agano. Unaota upo kijijini, maanake ni roho ya kushushwa chini inaanza kutenda kazi. Nazungumza na mtu mmoja. Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali, na Mungu akusaidie, kwa sababu tunapoenda ni pakubwa, na pana neema, na pana nguvu, na pana mamlaka. Kwa hiyo unapita kwenye hicho unachopitia si kwa bahati mbaya, ila kuna mikakati, kuna mipango, kuna mijadala imewekwa
ulimwengu wa roho ili kuandama, na inapokuandama katika ulimwengu wa roho, unaanza kufikiria vimetoka wapi, kwa nini? Kumbe ile madhabahu imewekwa wakfu kwa ajili ya kukuharibia maisha yako. Binti yako amalizi chuo, unaisha kugombana naye. Watoto wako amalizi shule, unaisha kugombana nao. Marafiki unaofanya nao kazi, umejiunga kwenye kikomo, umechukiwa. Kila unachokifanya kwako wewe ni mkosi. Maanake ulimwengu wa roho unaambiwa ya kwamba ziko sadaka zilizotolewa, na sadaka hizi katika ulimwengu wa roho zimebeba uhalali, ziko kisheria na zina mamlaka ya kushughulika na maisha yako. Na mimi leo nimekuja kukwambia tunaenda kuondoa hizo roho. Kwa nini tuziondoe hizo roho? Kwa sababu Mungu amenituma kwa ajili ya kumtoa huyu baba. Kuna mtu ana pressure, kuna mtu ana sukari, kuna mtu ana uvimbe kwenye tumbo, kuna mtu figo zake zimefeli. Madaktari wamemwambia zimefeli, lakini nataka nikwambie Mungu anataka akuponye. Fuatilia sana watu ambao wamepita kwenye this situation. Ni watu ambao mara nyingi ni watoaji wa sadaka, lakini sadaka walitoa wapi? Unakuta walienda kuongeza matatizo eneo walilopandiwa matatizo, walienda kuongeza changamoto eneo ambalo lina changamoto. Sasa kuna eneo unaishi lina ng'ombe wengi, kila unapolala usiku unaona ng'ombe anakukimbiza. Unaona unakimbizwa na simba, unaona unakimbizwa na chui, unaona unakimbizwa na nyani, unaota unakimbizwa na kima, unaota unakimbizwa na nyoka, unaota unakimbizwa na wanyama wakati mwingine huwajui. Manake ulimwengu wa roho ni aina ya wanyama waliotumika kuwekwa wakfu kwa ajili ya kushughulikia maisha yako. Wengine wanatoka kwenye makaburi, anaota yupo kwenye makaburi, lakini akijiuliza kwa nini nimeota nipo kwenye makaburi? Katika ulimwengu wa roho, roho ya mauti imeachiliwa, lakini pia muunganiko wa roho za wafu na wewe zinakuwa zinashare jambo. So unakuja kujikuta unaingia kwenye changamoto ambazo hukutarajia, ambazo hukuzijua, lakini unajiuliza kwa nini? Swali sio kwa nini, ni kwamba ulimwengu wa roho umekuzunguka, ni kwamba ulimwengu wa roho umefunga maisha yako, ni kwamba ulimwengu wa roho umebeba hatima yako. Na huu ulimwengu wa roho unatembea na hatima yako, unatembea na maisha yako, unatembea na familia yako, unatembea na kila unachokigusa. Siku ya leo Mungu anaenda kujitwalia utukufu kwa ajili yako. Mungu anaenda kukuinua, Mungu anaenda kukubariki, na Mungu anaenda kukuondoa kwenye hizo nila za kichawi, sadaka za kichawi, sadaka za kiganga, sadaka za magonjwa, sadaka za kukataliwa, sadaka za kukosa amani, sadaka za roho ya hofu. Hiyo ni roho. Kwa hiyo Mungu anaenda kuondoa hizo roho, na ninaruhusu mtu mmoja apige simu. Hii simu utakayopiga, nitakueleza namna gani ya kushughulikia changamoto na ikaisha. Nitakwambia ni namna gani unaweza kupata mbinu za kushughulikia na kugundua kwamba upo kwenye mnyororo tayari. Wengine wanaota majeneza, wengine wanaota wamezikwa, wengine wanaota ndoto mtu amekufa, lakini akiangalia kwenye jeneza anaiona sura yake. Maanake ulimwengu wa roho unaambiwa zimebaki siku chache ili uweze kuondoka duniani. Na kwa msaada wa Mungu, wewe ambaye unatufuatilia muda huu, na kuruhusu upige simu, niongee na wewe, nikusaidie, nikupe maelekezo namna gani utatoka kwenye hizo roho, namna gani utaepukana
na hayo maagano, namna gani utaepukana na hizo nguvu za giza, ili Mungu akusaidie, ili Mungu akubariki, ili Mungu akufanikishe, kwa sababu kila nguvu ina nguvu inayoweza kuitengua, na kila mamlaka inapokutana na mamlaka yenye nguvu kuizidi, maana kile mamlaka inakaa chini, inaondoka kwa mtu. Haleluya, haleluya. Mpenzi mtazamaji unayetutazama muda huu, nimesema tunashughulikia na kuondoa roho za kichawi kwenye familia. Unaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, lakini sio kitu cha kawaida. Ni adui anabeba mlango huu, na mlango huu unakuwa ni sababu iliyosimama na ina uhalali wa kushughulikia malango yako. Nyota na baraka zinaibiwa, watu wana roho ya kukataliwa, watu wana roho ya kutokupendwa kwenye familia, watu kazini hawana furaha, hawana amani. Kwa nini? Nyota zimechukuliwa, wanatumikishwa lakini nyota zao zimeibiwa. Kwa hiyo kama kuna mchawi amesimama kushughulikia lango lako la baraka, nataka nikwambie siku hii ya leo Mungu anaenda kuondoa roho ya kichawi. Malango ya uchawi kwako yanaenda kuondoka. Kwenye biashara yako yanaenda kuondoka. Kwenye ndoa yako malango ya kichawi yanaenda kuondoka. Maagano na viapo vya kichawi vinaenda kuondoka. Mapizo, sadaka za damu zilizomwagika kwa ajili ya kushughulikia maisha yako, leo nami kama nabii wa Bwana nimekuja kuziondoa kwako, nimekuja kuzifuta kwako, na Mungu aishivyo bando libasa. Unaenda kutembea kwenye mbingu zilizofunguka, unaenda kuona milango yako ikifunguka, unaenda kuona uchumi wako ukifunguka, unaenda kuona ndoa yako ikiwa na furaha, unaenda kuona maisha yako yakifunguliwa. Kwa hiyo Mungu akupe neema, mamlaka na kibali ambacho kitatembea kwenye maisha yako ukiwa mtu ambaye uko huru. Hiyo kampuni inaenda kuinuka, hiyo ndoa inaenda kuimarika, hiyo biashara inaenda kustawi, hayo mahusiano yanaenda kuimarika, hiyo gari yako utaendesha, hiyo nyumba yako haitauzwa, hizo mali zako hazitataifishwa na watu kwa sababu ya ile roho ya kichawi ambayo waliituma kwako ije iharibu malango, ije iharibu biashara, ije iharibu familia. Haitafanikiwa. Nami nakutangazia wewe ambaye au unatufuatilia muda huu, na ruhusu upige simu. Nimebaki na dakika chache, na hizi dakika chache nataka nihudumie watu 2 mpaka 3. Watu hawa nitawahudumia katika kiwango cha kimungu, na watu hawa nitawahudumia katika neema ya Mungu. Na neema hiyo, mtu mmoja anaenda kufunguliwa, mtu mmoja anaenda kubarikiwa, mtu mmoja anaenda kuinuliwa, mtu mmoja anaenda kupiga hatua katika ulimwengu wa roho, na huyu mtu anaenda kuwa tofauti kabisa, kwa sababu hizi roho za mauti zinaingia kwa watu kwa viapo, zinaingia kwa watu kwa sababu ndani yao kuna miungu, na ile miungu ina uhalali. La sakatamaishi. Mungu akusaidie. Nimebaki na dakika chache. Simu yako ya mwisho ni muujiza na mamlaka na kibali. Wewe ambaye Mungu amekupa neema unafuatilia muda huu, nataka nitoe hii ofa. Mungu akupe neema, upige hii simu muda huu. Nataka nishughulikie misingi iliyokufunga. Kuna mtu kabisa na simu yake na anaiangalia, lakini anasita kupiga. Lakini ninaona huyu shetani, ninaona huyu adui anayezuia vitu vyake, anamwambia usipige, anamwambia usipige. Lakini mtu huyu moyo wake kabisa ninaona anatamani kupiga simu, anashika na namba ameandika, lakini kupiga imekuwa ni shida. Nataka nikwambie usizuiliwe na hicho. Kuna kitu Mungu amekikusudia. Nitatamka maneno mawili kwako, na maneno hayo yatakuwa ni ufunguo. Hata kama uliwahi kwenda kwa waganga lakini haukuona matokeo, nataka nikwambie nina neno la unabii, nina neno la kinabii, nina neno kwa ajili yako. Na neno hili ni baraka za Mungu, na neno hili ni mlango wa kimungu, na neno hili linaenda kukufungua, na neno hili linaenda kukusaidia.